Siku ya pekee kabisa tena kwa neema ya pekee ambapo neema ya Mungu bado inatukutanisha pamoja, mtoto wa Mungu, mahali popote ambapo hupo, mahali popote ambapo neno hili linakupata, siku yoyote ambayo itakupata, lakini kwa kuwa hii neno itakukuta, kama neno hii utapata nafasi ya kuisikia, ujue tu kwamba Mungu anakupenda. Na upendo wake ni wa pekee, ni kwamba anakufungua kutoka katika hali moja kwenda kwenye hali nyingine. Na Mungu akubariki sana. Mimi vita ambavyo napambana navyo sana, mtoto wa Mungu, ni mtu kurudi kujitafakari kwamba yeye ni nani na anaishije. Yeye ni nani na anaweza akavukaje tena wakati aliyopo. Yeye ni nani ili aweze kushinda hapo alipo. Na mimi kitu ambacho napambana nayo sana ni mtu kujijua kwamba wewe ni nani na unaishije hapa. Kuna mambo fulani nayasoma katika Biblia yananiweka huru na yananisababisha pia niendelee kuishi tofauti na nilivyokuwa naishi huko mwanzo. Namba moja, mwanadamu ana vita. Vita hii inaanza katika kile kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 3 fungu la 15, Genesis 3 verse ya 15, kwamba nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Namba moja, rafiki yangu, siku zote maadamu wewe ni binadamu, una vita na una uadui kati yako wewe na shetani. Kuna uadui na kati ya uzao wako na uzao wa Mungu na uzao wa yule muovu. Ndio maana kuna makundi mawili. Kundi ile ambayo inamcha Mungu ina uadui na kundi ile ambayo yamchi Mungu. Yaani kuna kundi, nisemi kwamba hayamchi Mungu. Kuna kundi ambayo imeshajihalalisha kabisa wao ni wa shetani. Matendo yao ni mabaya. Kazi yao wamefanya mambo mabaya sana. Wamehafifisha watu, wamerudi chini badala ya watu kuinuka. Wamefunga maisha ya watu. Na leo ndio maana nataka kuangalia tu kitu. Usione hapa leo nina kufuli. Hii ni kufuli. Ikifungwa hivi ni maana kwamba kuna vitu vingi, na ukiangalia katika page yangu ya pale ya TikTok, na nimetumia sana kufuli watu wafunguliwe. Nimeona maisha ya watu wengi, ukiangalia wanaoangalia hata hii mitandao, wanaocheza kwenye mitandao pale, unaona kuna mtu anaona maisha yake yamefungwa. Anapofungua ile kufuli hivi, kunakuta maisha yake pia kuna akili ya mtu inafunguliwa. Tunahitajika, marafiki zangu, katika kufuli iliyofungwa wa fikra zetu ifunguliwe tena. Mambo mengi ambayo tulikuwa tujui yafunguliwe tena ili tuwe huru kabisa. Na Mungu atubariki kabisa. Unajua hali ya kufungwa katika maisha ya mtu ni imeanzia leo. Shetani kuna mambo mengi yanayohusiana na fikra ya mtu kufungwa, maisha ya mtu kufungwa, maisha ya mtu kuharibiwa. Sasa kuna vitu vingi sana ambavyo yanahusanishwa hapo. Kuna dalili fulani ambazo zinaonyesha kwamba maisha yako yamefungwa au yameliwa. Unajua kuna watu wanaishi maisha ambayo si yake. Nilipokuwa nasema kwamba uishi akili yako, uishi wewe. Kuna wakati umeishi sio wewe. Ni kwamba, ngoja nikwambie, kuna wakati umefanya kazi sana, lakini maendeleo yako na kazi ambayo unafanya haziendani kabisa. Maendeleo ni madogo, kazi unayofanya ni kubwa kabisa, lakini maendeleo yake ni madogo. Unawahi sana lakini hela haionekani. Unafanya biashara, hela haionekani. Unajitahidi kuomba, hata muda mwingine kupambana kiroho, lakini unaona kabisa hakuna kitu. Kuna namna ambavyo tunataka tujifunze leo ili tufunguliwe. Na jambo lingine ni ambayo inaisha maisha yako yanashambuliwa. Unaweza ukakuta mwili wako mwenyewe tu. Yaani maisha mengi mwili wako, yaani umetumia muda mrefu unapambana tu na kupambana na mwili. Pesa nyingi inaenda kwenye mwili. Unajua nimekutana na watu ambao kila mwisho wa mwezi ikitaka kufika, akipokea tu mshahara, magonjwa ndio hii hapa, sijui nini imekuwa nini. Hela ile ikiisha, matatizo yote yameisha, nasubiri tena apate hela.
Nimekutana na watu kama hao wengi sana. Ndugu zangu, ni maisha ambayo yanashambuliwa na yule mwovu Shetani. Sasa lazima watoto wa Mungu, leo nitatumia tu maneno machache na mafungu machache, nitumie dakika 11 ili tuweze kufungua mambo fulani, na Mungu akubariki sana mtoto wa Mungu. Lakini katika jambo hii, namba moja ni kwamba Mungu akutangulie. Wote wanaomkimbilia Mungu katika hiyo vita ambapo kuna uadui kati yetu na yule mwovu, wote wanaomkimbilia Mungu wanapata neema, wanapata baraka, wanapata ushindi, wanapata nguvu. Ndio maana katika vita ya mwisho niangalie katika kitabu hichi cha Ufunuo. Naomba tuangalie haraka katika ile Ufunuo 12 na ile fungu la 17, kwamba nyoka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda afanye vita juu ya uzao wake waliosalia. Unaona, vita, aende afanye vita juu ya uzao wake waliosalia, hao wazishikao amri za Mungu na wanaokuwa na ushuhuda wa Yesu. Sasa hii vita, upende usipende, inakupambania. Naye akaenda akasimama juu ya mchanga wa bahari. Unaona, Shetani anayepambana na sisi amesimama juu ya mchanga wa bahari. Lakini wewe, Mungu alisema tunasimama wapi? Anasema kwamba nimewajenga juu ya mwamba. Katika hekima ya kawaida, ambapo uone kwamba tunaenda kushinda vita hii, ni kwamba namba moja, na upendo wa Mungu ulivyo juu kwetu, Yesu alisema hivi: mtu mjinga anajenga nyumba yake juu ya mchanga, mvua ikija inaiporomosha, mvua ikinyesha, mafuriko yakitokea, ile nyumba kwa kuwa ina msingi inasombwa. Na mtu mjanja anajenga nyumba yake juu ya mwamba, mvua ikinyesha, mafuriko yakaja, kwa kuwa ile nyumba imejengwa juu ya mwamba haiwezi katikisika. Ngoja nikwambie, katika vita hii Shetani amesimama juu ya mchanga, wewe umesimama juu ya mwamba. Ni kwa sababu tu kuna vitu fulani tunashindwa kuelewa. Wewe ni mshindi na Yesu ni mshindi anayekushindia. Rudia ile kanuni yetu katika maisha yako kwamba Yesu nishindie. Naomba Yesu nishindie, maisha yangu yafunguliwe. Yesu nishindie, maisha yangu yafunguliwe. Na kwa kweli vita hii tunashinda na mtoto wa Mungu, ambapo unaona maisha yako yanasumbuliwa na vita fulani. Hata kwenye mambo ya ibada unaona unakumbana na vita. Mambo ya maisha yako ni vita tu. Yaani hakuna kitu ambacho unapata katika neema, katika amani. Ni vita. Hapo maisha yanashambuliwa. Lazima Mungu wetu ambaye anatupenda asimame tena mbele yetu akitangulia, ili apambane, atushindie. Maana sisi kwa kweli, kwa uwezo wetu wenyewe hatuwezi tukashinda, lakini yeye ambaye anatushindia atatushindia. Hemu angalia maneno haya katika kile kitabu cha Isaya, kwamba maisha yanaposhambuliwa hivi, anasema kwamba maisha mwanadamu yamejaa na milango yale ya kiroho ambayo yanaingia katika shida kubwa sana. Sasa kuna neema, milango ya neema, milango ya baraka, ambapo tunataka Mungu anapotangulia hapa mbele atushindie. Milango ya neema, milango ya baraka. Yes, milango hii ambayo inahusisha Mungu kuandaa baraka kwa kila mmoja wetu. Anaandaa baraka lakini mara nyingi milango hiyo hufungwa na nguvu za giza. Na maisha mengi anayotumia ili afunge hiyo milango ni dhambi. Sasa wakati wowote, ili unapoanza kufungua milango yako, tubu dhambi. Tubu, maana we ni mtu. Tubu, sema Mungu unisamee, na Mungu atakusamee na anatusamee wote, nami nitakuombea kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Unapoungana, anakusamee, ananisamee, tunakuwa wote pamoja katika amani. Ile nguvu ambayo Shetani analeta kwamba dhambi, kuna neema ya Mungu ambayo inatushindia. Mungu akubariki sana. Nitasema neno hiyo kwa namna fulani siku nyingine, lakini sasa naomba tusome fungu hili ili turuhusu Mungu atangulie mbele yetu anapotufungulia milango hii. Katika Isaya 45
Tuangalie ile fungu la 2 na la 3. Anasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipokwaruza. Nitakwenda mbele yako na kusawazisha mahali palipokwaruza. Mahali ambapo pamewekwa mikwaruzo mbalimbali, ambapo sio palaini, unapita kwenye mkwaruzo. Maisha yanapita kwenye mkwaruzo, hayapiti kwenye malaini. Anasema nitapasawazisha, nitavunja vipande vipande milango ya shaba. Kuna milango migumu ambayo imefungwa ya shaba. Kwenye nini pale natumia funguo ambayo imechakaa, kufuli ambayo imechakaa milango. Sasa unaona milango ya shaba sasa inafunguliwa kabisa. Sasa milango hiyo ya shaba ambayo imefungwa, Mungu anatangulia pale mbele, anaifungua. Milango ya shaba, anasema ile milango ya shamba nitaivunja vipande vipande na kukatakata mapingo ya chuma. Pingu mbalimbali ambayo imeifunga ya chuma, anasema anaikata. Alafu anapoikata, Mungu anasema nami nitakupa hazina za gizani na mali iliyofichwa za mahali pasiri. Kila mmoja ana mali yake, ana maisha yake, mali iliyofichwa mahali pasiri, afya iliyofichwa kwenye siri. Akuletee mambo adui katika kufuli yake, ameenda ameipeleka kwenye siri huko, ameificha, ameifunga. Na kuombea sana Mungu akusaidie. Ngoja nikwambie, mimi napoombea mtu habari hizi za mafanikio na amani, nahitaji tu maisha yako yafunguliwe, ili unapofunguliwa, mtoto wa Mungu, umsifu Mungu, uishi maisha yenye kumpendeza Mungu. Kama alikuwa anatumia dhambi, anakupeleka, unajiharibia mwili wako, unajiharibia maisha yako. Mungu akikubariki, alafu kasimama imara, ukabaki umemtetea, ukabaki katika maisha matakatifu, hayo maisha sio kwamba yanaisha na we leo, yatakupeleka uishi maisha ambayo unaungana katika familia ya Mungu. Sasa Mungu anapokusaidia, akusaidii kwa ajili ya kitu kingine, anakusaidia ili usimame, ukae mtoto wake, usimame katika amri zake, usimame katika kutetea kweli, usimame ili uachane na matendo yote ya giza ambayo yanasababisha sisi tufungwe. Sasa ndio maana anakupa hazina zile ambazo adui alificha gizani, baraka zake alizoficha gizani, matendo yako mazuri, mipango yako mizuri ambayo imekwama kwenye giza, anapokufungulia ni kwa neema yake. Anasema kwamba upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, ni Mungu wa Israeli. Sasa leo tunasema ni Mungu wa kwako mwenyewe. Mungu akubariki sana, mtoto wa Mungu. Mungu anapokusaidia ili uingie katika hii neema yake ya pekee, lawezekana mbele yako afungue kitu ambacho kimefungwa. Kwa kweli na kuombea tena kwa jina la Yesu Kristo, Mungu afungue maisha yako yaliyofungwa, afungue biashara yako, afungue ufahamu wako ufunguliwe, afungue mipango yako, afungue mambo mbalimbali, akufungue kiroho ili urudi ukae tena na amani, akufungue kabisa. Na Mungu akubariki sana wakati huu wa pekee na siku ya leo. Mungu akubariki, ambapo neno hii itafika tena kwako, upokee baraka za pekee. Nami mtumishi wa Mungu naitwa Amos Zakaria nabii, ninaendelea kukuombea sana, na Mungu akubariki mahali popote ambapo neno hili nakupata. Bado kuna nafasi ya kushinda, na ushinde. Mimi naungana na wewe katika kushinda, na tuungane katika kushinda. Mungu akubariki sana 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 sana. Usikate tamaa. Ukiona neno kama hii nakufikia, ni bado Mungu anatafuta neema ya kukufikia. Tutaendelea kujifunza, tutaendelea kuona mengi, na Mungu aendelee kukubariki sana. Tuombe. Baba yetu, ni wakati wa asubuhi, ni wakati ambapo neno hii itamfikia mtoto wako katika wakati wake. Namuombea neema na baraka zako, namuombea amani yako, namuombea ushindi wako, namuombea upendo wako, namuombea baraka zako za siku. Adui amefunga maisha ya wengi. Wengine afya yake imefungwa, akili yake imefungwa, watoto wako wamefungwa, miradi yake imefungwa. Kila anapopambana, anapambana sana, lakini apati chochote, anapata kidogo sana. Baba, wagonjwa waponye, na wengine wenye shida mbalimbali,
na waombea neema yako wakati huu alfajiri na wakati huu wa muda huu. Neno linapofika kwake, kama anaumwa kichwa, anaumwa mgongo, anaumwa, maisha yake yameingia kwenye migogoro, na muombea neema yako. Maisha yake yamefungwa, na muombea nguvu ya pekee ya uponyaji kutoka kwako, na muombea milango yake funguliwe, apate tena baraka za pekee. Ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana mtoto wa Mungu, na kutakia siku njema.